Okay. Sasa kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Omi. Akamwambia jamani, umeona wewe mlomfukuza? Ndio mshikaji alikuwa anachota. Sasa mimi nimeshika kibegi changu hivi. Nasikilizia napiga hatua na muomba Mungu, sema jamani, Mungu naomba unisaidie watu wanirudishe. Bwana sijamaliza kona. Wewe dogo, rudi huku. Kachukue maji. Nikaona hii safari shaisha. Basi safari yangu ikaanzia hapo, nikakutana na kina Mkojani hao. Movie yangu ya kwanza kushoot ilikuwa Gapusha kama ulionaga. Napigwa sana na Nagwa ile. Ndio ilikuwa movie yangu ya kwanza. Na shoot. Hiyo Pusha nikapewa role mle nikapita fresh mpaka ikafikia hatua anakuja kutengana Mkojani na Tini. Kwa hiyo nikawa nimeenda upande wa Mkojani. Ndio hapo nikaanza kufanya kazi na Mkojani. Mzee Jengua pia nilichokumbuka tulikuwa tunafanya kazi wote. Kipindi cha alikuja wakati umauti haujamkuta. Ilibidi tuwe na show Mtwara. Akaja kambini, alikuja Bagamoyo. Alimwambia Mkojani, akamwambia kijana ana heshima sana huyo. Heshima. Nidhamu bro, yani amna kitu fanya yote. Lakini nidhamu ni kitu kimoja ambacho kinaweza kukutoa hapo ulipo ukafika sehemu nyingine kubwa. Mimi kwa sababu mtu wa kuongea. Ukiniagiza hata kama ni mimi najua nimekuzidi umri. Lakini ukiniagiza mimi nafanya na respect. Kuna sometimes ujifanye mjinga ili mambo yako yaende. Ndio hicho kitu ambacho mimi nilikuwa nacho mimi. Mimi nilikuwa mjinga kwenye watu wengi ambao ni waelewa, ambao wanajifanya ni waelewa. Oh yeah. Umeelewa? Basi mzee akamwambia nani Mkojani, bwana nakukabidhi huyo kijana wangu. Hakikisha unapambana naye. Kumbe mzee maskini ndio usiku ambao alikuwa ananiaga. Siku hiyo usiku wake kesho yake sasa tumaliza kushuti scene zake kama 3, kesho yake akaenda Lindi. Wakati anatoka kwenye hoteli kwenda kwenye show, amedondoka kwenye corridor. Alipodondoka hapo ugonjwa wake ndio ulipoanzia. Alikuwa aongei, afanye kitu chochote hadi umauti unakuja kumkuta. Kwa mimi nikaendelea na Mkojani tukashoot ma movie nini hivyo yote ambayo alikuwa anaonekana. Kikweli Mkojani mimi ni mtu ambaye amenipa msaada mkubwa sana. Nifanya nijulikane. Jione na watu wengi, niongeze idadi ya watu, biashara zangu nazifanya kwa sababu ya jina langu. Mkojani, okay. Umeelewa? Kwa hiyo ndio safari fupi ya sanaa yangu. Oh yes, bwana, vizuri sana. Ugumu wa tulitaka tujue hivi Nagwa tunavyo mtizama na katika uhalisia walivyokuwa wanaishi nayo, naona au ni mtu tofauti? Namna yuko tofauti. Yuko tofauti. Mfano mdogo nikutolee kwa ndugu yangu bwana Karokora. Huyu ni mtu mmoja ambaye ni mpole sana. Lakini hemu angalia hizo clip tunazozifanya na vichetuka. Hasa ukikutana naye ukimvamia hivi unaweza ukajua labda chizi wale unajua. Lakini yule jamaa yuko lili, yani yuko kawaida nomo. Ila ile ni character tu ya usera mtu anavaa. Yani kuvaa tabia ambayo sio yako. Okay. So umeelewa, lakini ni mtu fresh. Sasa Chandim alikukuta kwa Mkojani au ulimkuta? Alinikuta. Ndio nilimpokea yule. Chandim aliniombaga kuigiza kwa sababu kule nilikuwa PM. Yani production manager na ndio wasanii na wapataje, kushuti, kudirect hivyo. Kwa hiyo yeye alinikuta yule dogo. Bwana naona Monchwali ile story nani aliandika? Ni mimi na Chandim. Labda hujawahi kuitwa na serikali kwa matukio yale yanayotokea Monchwari, viongozi mle tunaona wana nani. Mimi nilipigiwaga simu moja hiyo. Niliambiwa bwana acha hicho unachokifanya. So umeelewa. Na ile namba sikuipiga ikapatikana tena. Lakini hivyo ni vitu vipo kwa sababu unavyocheza movie unagusa kwenye maisha ya watu. Umeelewa? Hayo matukio na ni yapo. Umeelewa? Mpaka tunafanya season 1 kuna mambo yaliingia mpaka tunasitisha ile Monchwali kwa sababu mwenye hospitali pia alileta tamaa. Kwa sababu ni movie ambayo ilienda sana. Yeah, okay. Yani ilienda vibaya mno. Kwa hivyo vitisho vipo, lakini inabidi upambane. Ndio kazi yako. Yani ukipata vitisho na unajua kwamba kweli nilichokifanya kinaonekana. Season 2 inakuja soon, ndio kitu ambacho nakiandaa. Sasa hiyo ndio watu wasijui itakuweje. Okay. Asa hizo tafiti ulifanya ulikaa ukaona ni vitu ambavyo vinatokea au ni zile nadharia ambazo tu unasikia kwa watu au ni vitu ambavyo uliwahi kuvishuhudia? Okay, mimi ni mtu ambaye napenda sana kusoma vitabu.
nasoma vitabu, na kusoma kwangu vitabu ndio kunanifanya kupata na ufumbuzi wa kujua. Kuna vitabu ambavyo vimeandikwa kuhusu masuala ya Montreal. Umeelewa? Kuna vitabu ambavyo watu washaandikaga mastori, washafanyaga hizo kazi. Kwa sasa wewe ukisoma unakuwa unadonoa unaunganisha na yale matukio ya kawaida ya mtaani, ya uswahilini, kwa sababu ni maisha ambayo tunaishi. Unapata kitu kizuri. Yani mpaka mle kwenye ile movie nikawa nakuchukia. Ndikumbe. Ulimtesa Chandim. Bwana, ilikuwa ni hatari. Okay bwana, tupeleke kwenye memorial song yako, wimbo wako ambao unakukumbusha mbali. Tukirejea taendelea, story bado ni nyingi. Wimbo wako ambao unagusa mahusiano yako, ukipigwa unahisi unanikumbusha sehemu fulani kwenye mahusiano yangu. Okay, wimbo ambao naupenda, kuna wimbo wa Beka ule wa Wendo nyota yangu kama TID. Beka Flavor. Nikikuudhi amna. Beka, okay. Oh yes. Kwa sababu gani? Tupe story kidogo, kwa nini huo? Wimbo bwana, ex wangu popote ulipo. Ex bwana, wimbo binafsi ndio wimbo ambao nilikuwa napenda sana kusikiliza nikiwa na wewe mtu wangu. Sana kwa sababu unajua mwanamke ni ua. Kwa hiyo yani kwa vyovyote vile lazima ulitazame, ufanyeje, ulisifie. Na ili mwanamke ajihisi uko sawa, ni vizuri sana kumpa vitu vipya kila siku, kumsifia kila siku, hata kama hajapendeza, mwambie umependeza. Hata kama vipi, wanawake wengi wanapenda sana uongo kuliko ukweli. Yani hiyo issue iko lile. Okay. Kwa hiyo kuna sometimes unaweza kumwambia wewe bwana, pua yako mbovu hiyo, akaona huyu bwana ananitukana. Lakini ukimwambia una kipua kizuri, una hivi, wanapenda hivyo vitu. Kwa hiyo ni nyimbo ambayo inanikumbushaga sana, yani kaka nishike nsiri. Kwa hivyo ndio. Alikuwa anaitwa nani jamani huyo ex? Alikujua, ulikuwa ushakuwa kamgisha au bado ulikuwa? Alikuwa mimi nishapenda kabla sijawa kamugisha, mbele nikiwa kamugisha. Kwa hivyo. Oh yes. Bwana, hii ni Love Patrol, msukuma mkokoteni, mwanaume alijari kamili, tuko wote ndani ya Love Patrol. Tunaye kamgisha, message zinamwagika kweli. Najiuliza nianze wapi hadi wapi, lakini nitazisoma bado, time lipo. Tunaye kamgisha pamoja na Fande Karokora. Kwa hiyo usibanduke pembezoni mwa redio yako. Maswali ya kamgisha bado sijayasoma. Huyu anasema naomba namba ya kamgisha. Asante sana. Asante sana. Yana anaomba namba ya kamgisha sababu anatafuta mwenza. Kamgisha wamesema ona mwenza. Kwa hiyo anaomba namba yako inshallah. Ili mambo yaweze kwenda sawa sawa. Bwana, kupitia 0743303748 tarejea hapa baada ya playlist ya DJ. Unaweza ukanitumia pia ujumbe wako hapo. Nitarudi kusoma ujumbe wako, natamaliza maswali kwa kamgisha, then bwana tamkaribisha Fande Karokora. Tunayo mengi ya kumuuliza na yeye ndani ya Love Patrol. Oh yes bwana, Mr. DJ. Oh yes, mabibi na mabwana, vulana kwa wasichana. Ni saa 6:03 bwana. Yes bwana, mambo ni mazuri. Tuko wote mpaka hiyo saa 7 tunafika kileleni. Ukiwa na mimi msukuma mkokoteni, mwanaume lijari kamili. Hadi yangu haijawahi kukwama, ni kufisha pale kileleni. Yes bwana, kwa wewe ambaye uko single wa kike, usiku wa leo niite mpenzi wako, itakuwa ina bamba. Wa kiume niite shemeji yako. Yes, wewe wa kike ambaye una mpenzi wako bwana, niite shembebi. Itakuwa ina bamba zaidi ndani ya Love Patrol. Message ni nyingi. Yani katika siku ambazo nimepokea message leo ni nyingi kweli. Anasema kamgisha vipi? Jojo bado yupo jamani. By Edwini nikiwa Kashekro. Jojo. Mshampata
Huyu ni mfuatiliaji wako bwana. Yeah. Kila movie unayoitoa yuko na wewe. Anauliza Jojo jamani, anaitwa bwana Edwin. Anaitwa bwana Edwin. Yeah, okay. Yeah, Jojo yupo sasa hivi anafanya kazi na Chado. Kama unafuatilia sana kazi za Chado, utamuona yupo. Asante sana. Anasema jamani vipaji wengi wanavyo, jinsi ya kuviweka nadhani ndo changamoto, ya kuvionesha ndo changamoto. Unaweza kumsaidiaje anayehitaji msaada wa kuonesha kipaji chake? Anaitwa Abdukarim kutokea Mwanza. Okay, cha kwanza kabisa kuhusu hilo ni cha kwanza kwa ulimwengu sasa hivi ni udhubutu. Mwenyewe kama mwenyewe. Kuna watu wana trendi hata bila kushikwa mkono. Kuna watu wana trendi kwa kupewa mawazo tu. Ni maamuzi yako mwenyewe. Na kitu kingine sasa hivi tumerahisishiwa. Kuna mitandao ya kijamii, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Ni sehemu pekee ambazo unaweza ukarekodi clip hata wewe mwenyewe ukafanya na ukatrend. Ukisha trend unapata mwanga ambao ni mzuri wakati unasubiri kuja kufanya je kusapotiwa, au sio bana? Kwa sababu mimi ni mtu ambaye ana support wasanii sana. Mimi sichagui, mimi huwezi kunipigia simu, yani atokee mtu huwezi kunipigia simu kama nipo ndani. Na hapa kuna washikaji huku nilivyokuwa nakuja huku kwenye hii show ya 88, kuna washikaji wengi wanasubiri tumalize show tarehe 8 tuanze kushoot. So umeelewa? Kwa sababu nishawaahidi niwaambia nikija Bukoba tusapotiane. Yani umepata clip 2 3, mimi cha kwangu nilichokuwa nacho ni hicho, umefanyaje? Umekipata, au sio bwana? Kwa hiyo kwenye hilo swala, wakati unasubiri mwenzio akushike mkono, fanya udhubutu. Sasa hivi kuna smartphone. Amini sana kwa unachokifanya. Usikatishwe tamaa. Kwa sababu kuna mtu unaweza ukawa na wazo lako kichwani. Nikasema ngoja niende kwa Shebi nimpe ili wazo nijue ananishauri vipi. Lakini ukaona kitu ni cha ovyo. Nataka nikupe mfano mdogo. Jamaa mmoja anaitwa, ana trend sasa hivi. Yule anayenuna nani? Yule winga yule wakati yako nani? Chief Kiando. Ile idea yake alionayo ile. Angekuja kukwambia wewe ungekubali. Kwamba da mwanangu fanya hichi kitu kitakutoa. Maneno yetu yale. Bwana hamna kitu bwana. Lakini yeye alifanya udhubutu. Kafanya mwenyewe anavyoamini. Lakini watu sasa hivi anapata endorsement, matangazo, ana pesa, ana nini hivyo. Kwa ni kufanya maamuzi kwanza wewe kama wewe. Swala la wengine wana vipaji kweli. Swala wewe ilikutokea mwanzoni. Unaposti kitu like 2 za wewe na dada yako na mtu wako na ulioshare nao link. Mwanzoni ilikuwa inatokea. Hiyo ipo sana. Hata hivi kuna watu ambao wana namba kubwa lakini unakuta na like 24. Na mtu unakuta na followers labda 200,000 300,000. Hiyo ni ipo. Kwanza ni aina maudhui ambayo unayatengeneza. Lakini jambo la pili ni ukubwa wa akaunti zako. Umeelewa? Lakini jambo la tatu, kuna watu wengi wana followers wachache. Unakuta mtu ana followers 2,000 lakini viewers 100,000 ni kwa sababu ya yale maudhui ambayo unafanyaje? Unayafanya. So umeelewa? Kwa hiyo ni kutokata tamaa. Brother, mimi kwenye situation mimi nimegusia juu kwa juu tu kwenye historia yangu ya sanaa. Lakini light ningekupeleka in deep. Bro, viatu vyangu vivai. Lakini sikuwahi kukata tamaa. Ili muheshimu nidhamu. Nimezungumzia nidhamu ni kitu ambacho ni kikubwa sana sana sana. Mheshimu mtu. Unatukanwa tu lakini unalimeza kwa sababu kuna kitu ambacho unafanyaje? Unakihitaji. Kwa hiyo hizo zipo. Yani wewe usione leo unaanza na followers 4 5. Ndo hapo anzia au ni watu wengi sana, watu 5 kukuangalia. Ni wengi mno. Wale 5 kuna kitu chako kimoja watakipenda. Atakidownload mtu atashare. Akisha share wewe ushaongeza fan base. Hata kuna mtu atataka amtafute Shebi ni nani? Shebi yuko radio gani? Huyu mtangazaji gani? Hivyo ndo unavyoendelea kuongeza nini? Followers. Lakini ukisema nimepata like 2 bana sifanyi tena. Ufanye na unavyokata kufanya ndo hiyo imepita imeondoka. Lakini ukisema unaendelea kufanya, zile hata video za chini zitakuja usiku zibutuke tu nakuta hii video kumbe na sasa hivi na raki. Mbona sikutegemea kama ingekuwa hivi? Kwa hiyo ni kutokata tamaa. Asante sana. Wewe anasema Love Patrol, naitwa Aida jamani Kamgisha, huwa anamkubali sana. Naamini nampenda sana. Endapo akinipa nafasi ya kuwa mke, nitakuwa mke mwema. Tuko pamoja, nasikiliza Love Patrol.
Yes. Haida huyu. Naitwa Haida. Haida. Haida, hongera sana. Asante pia kwa upendo wako. Nashukuru sana bwana, nashukuru. Wezi jua, tuendelee kumuomba Mungu, tunaweza tukakutana. Hii ni Love Patrol.